96 tulikuwa na mkuu wetu wa usalama Meja Jenerali Imran Kombe. Baada ya uchaguzi wa mwaka 95, mwaka 96 mzee huyu alifariki, na alifariki vibaya sana. Alipigwa risasi nyingi sana akiwa kwenye gari yake, na uchunguzi wa awali tu ulionyesha kwamba polisi walidhani ni jambazi, mwizi wa magari, na hata rais wa wakati ule aliagiza uchunguzi ufanyike. Kifo cha Kombe kilizua maswali mengi sana. Natamani askofu ungevaa viatu kama unavyovaa viatu vya watoto wa mzee Kibao, nakuelewa. Lakini natamani pia ungevaa viatu vya watoto wa Meja Jenerali Imran Kombe. Alivyoumia, mke wake alivyobaki mjane, watoto walivyoumia. Na tangu mwaka 96 hatukuwahi kupata taarifa ya nini kilisababisha. Lakini najua kiu yako, unatamani labda uliongea ukitaka ile taarifa, ripoti ya mzee Kibao ambayo rais alisema iandaliwe, itolewe. Niko hapa kukumbusha, hata taarifa ya Imran Kombe haikutolewa. Sijui kwa nini, lakini nadhani idara zetu, vyombo vyetu vya usalama, na mimi nakumbuka nikiwa mkuu wa wilaya nilifundishwa kuna top secret, kuna secret, alafu kuna classified information. Na katika hili nataka nikukumbushe vizuri sana. Huenda ndiyo kweli tunatamani kwamba ripoti itoke na taarifa zitolewe, kina nani wanafanya haya mambo. Najua, na hata mimi natamani, na hata mimi naungana na wewe kutamani hicho kitu kifanyike na kionekane. Lakini kumbuka, mwaka nadhani 63 65 Rais John F. Kennedy alipigwa risasi Texas. Na miaka hiyo yote mpaka sasa, ni juzi tu Trump ameingia madarakani na kuomba ripoti na taarifa ya John F. Kennedy iwekwe hadharani. Mimi nilibaki na kujiuliza, kwa nini tangu mwaka 63 65 mpaka leo ripoti ile haikutoka? Kama wenzetu hawa wenye teknolojia kubwa, wenye uwezo wa kubaini na kujua nini kinaendelea, kingeweza kutolewa. Lakini tuachane na hayo.